Daktari kidogo tu nikikukata pale. For instance, height yangu ni 6 feet. Sijui na wastahili kuwa na kilo ngapi like to balance so that I can balance my, ikiwa mfano ili pia msikilizaji aweze kujitambua pale nje. Kwa hivyo sasa kama vile mwelekezi wetu anavyosema, ukiwa na ile kimo ama urefu wa 6 feet. Unajua kwamba 6 feet ni kama ukirejesha irudi katika harakati ya sentimita utapata ni 1.6. Sasa tunaposema 1.6 square tunamaanisha kwamba unapochukua ile 1.6 ili uiweke mara mbili unapata kwamba utapata inakuwa 2.56 ama utasema 2.56. So hiyo umesha square hiyo kimo yako. So ukitaka kujua ya kwamba unafaa kukua na kilo ngapi ama kilo ngapi zinaweza zikaendana na hiyo, utaimara na normal range ama nambari ya idadi ya kawaida ambayo ni 20 hadi 25. So ukichukua hiyo 2.56 uimare na 20 utapata kilo ambayo unapata pale ni 51. Alafu sasa utasema 51 mpaka wapi? Sasa utarudi nyuma tena uweke ile 25. Utapata inakuwa 64. So utapata expected weight yako itabidi 51 to 64. Hii huwezi pata popote, labda Mediford peke yake. Ndio utapata tutakukalisha chini, tukuongeleshe, tukueleze, wasomi ambao wako very qualified. Utapata hii yote mala pale. Na tuko na muda wa kutosha na wewe. Hatuna haraka. Asante. Thank you so much. Tukiendelea pale kwa the ones who are most affected na ugonjwa huu wa figo. Kama hadi watoto pale mtatuambia kama watoto wanaweza kuwa na ugonjwa huo. Ndio. Utapata pia kuna wale watoto manake katika zile sababu ambao utapata zinaleta shida za figo, utapata kuna ile magonjwa ya kurithi. Na hapo ndio watoto wanapatikana. Or genetic. It's in the family. Ina run katika familia. Ama hata kama sio ile ugonjwa haswa ya figo ambayo inakimbia katika familia, kuna ile ugonjwa ambayo inakuja inagonga figo kabla figo ifike kusema imefeli. Kwa mfano kuna zile cyst ama unaziita polycystic. Unapata zinakuja cyst zinajaa katika figo, alafu wakati imejaa katika figo inafura, inakuwa kubwa. Inapokuwa kubwa unapata kazi yake inazorota. Vile inavyofanya kazi yake haifanyi kazi yake tena. So ni ugonjwa wa kuridhika. Yani umeirithi kutoka kwa baba, umeirithi kutoka kwa mama, kwa babu, imekuja. Lakini ijakuja kama figo kuzorota. Imekuja kama ugonjwa ambaye imekuja tu kushika figo. Endapo itatolewa mapema sawa. Lakini endapo utapata kwamba isitolewe, utapata figo na saizi yake, hiyo polycystic kidney disease inasababisha figo inanenepa, inakuwa kubwa, inafura, inamea na basi inazorota kazi ya figo. Na hapo ndio unapata uzoretaji wa figo na unakuwa na shida ya figo haswa kwa watoto. Na mwelekezi wangu pia kuongezea, kuna baadhi ya watu ambao wana abuse dawa. Daktari alisahau kuongezea hapo ile hali ya kukunywa tu antibiotics kila mara. Utapata kichwa ikikuma kidogo tu unakimbilia amoxicillin. So utapata ya kwamba hayo madawa yanapo bila description tu, unaelewa tu, baadhi ya watu ufanya hivyo. Utapata yale madawa ni sumu kwa mwili. Yata accumulate na baada ya kidogo, baada ya muda fulani utapata yatasumbua nyigo zake. Utapata ya kwamba kuna watu ambao pengine wanajaribu kujitoa uhai. Mara nyingi watu ambao wanameza sumu alafu wanajaribu kujitoa uhai, mara nyingi tunapoweza kuwasaidia tu kwa kazi kupitia tu nguvu za Mwenyezi Mungu, utapata ya kwamba if at all wana survive, utapata they have damaged their kidneys, those who truly want to attempt suicide. So madawa ya hali ya juu, sumu, antibiotics pia inaweza enda ikachangia chinyigo kuharibika. Vizuri sana. Msikilizaji, kama utegelele iskari ndonsi ya Sole Radio una of 2026 ya World Kidney
Theme ambayo iko ni ile tu wanataka if possible combating new kidney cases. Okay. Kwa ile hali ya tuseme kisayansi, kidney disease inaitwa CKD, chronic kidney disease. So siku ya mwaka huu walikuwa nataka kudhibiti cases nyingi ama cases mpya za chronic kidney disease. Na baby nikiongezea pia zaidi jinsi tu ambavyo amesema ni kuhakikisha tu kwamba afya ya figo iko sawa na kuwachunga wale wagonjwa ambao wako na changamoto za figo na pia kulinda wanasema protecting all the planet, the planet even those who do not have, yes. When it comes to questions pale, the moment I mentioned, I think wasikilizaji walianza maswali mapema zaidi, tutakuja pale. Kabla, kwa sababu ya mida, kabla tuende mapumzikoni kidogo ama tuweze kupata muktasari, nataka tujue mtu mimi Salome naweza kuwa na kidney disease na nisijue? Ndio, unaweza. Kuna wengine utapata jinsi nilisema miguu haijafura, uko tu sawa, lakini mara nyingi ukiona tu zile signs ambazo wamesema especially zile za mkojo, kwenda kwa haja ndogo kila saa, alafu jinsi alivyosema iko na concentration kabisa. Alafu saa zingine utapata umeanza kukosa appetite ama uwezi kuweka chakula mwilini, utapata ya kwamba unatapika kila mara. Hii ni kuonyesha ya kwamba kuna ile imbalance, yale madini especially urea imekuwa nyingi katika mwili, so utapata ya kwamba uwezi ukaweka chakula, you cannot retain food. So ni vizuri tu uende ujipime. Na kuongezea tu kama mko na ile historia katika familia yenu, ile inherited kidney disease, ni vizuri tu uende. Manake hiyo niko katika genetics, yani tunasema tu kwa lugha kawaida iko kwenye damu. So ni vizuri pia uende ukajipime. Lakini usife moyo hata ukipatikana na ugonjwa wa kidney. I'm sure daktari pia una maelekezo. Je, utafanya nini? Je, hiyo it's not a death sentence. Kuna matibabu na kuna jinsi tunaweza kukusaidia.